Lineti mdogo wangu, hivi unajua biashara sasa hivi zinaenda vibaya sana. Yaani mauzo hakuna, insho tunakula hasara. Tujitahidi kuwa serious. La sivyo tutapoteza kila kitu. Sawa dadangu, nimekuelewa. Hamna shida. Ila dada, jana shemeji yako sikanto out. Tumeenda, tumeenjoy, tumekunywa pombe, tumelewa. Yaani ilikuwa raha. Jana kwa kweli nilienjoy sana. Lineti mdogo wangu, hayo ni mambo ya kidunia tu. Usiendekeze sana ukasahau kazi. Kumbuka ukipoteza kazi, hata hizo starehe utazifanya tena. Tufanye kazi kwanza. Starehe baadaye tu, au mambo ya kidunia yapo. Umenisikia lakini? Sawa, nishakuelewa. Ila mapenzi yana umuhimu wake. Bila mapenzi hakuna chochote. Mapenzi yana umuhimu, kazi pia yana umuhimu. Alafu dada, yule boda mbona ana shida? Yule boda watu unamtesa tu, anakupenda. Hana shida yoyote kaka watu. Biashara. Nishachoka niache. Katikati ya kimya moyo unalia, sauti ya penzi inanisumbua, machozi yakitoka sababu hisia, sauti ya penzi inanisumbua. Shoga yangu wewe naye haya mafuta nayo sio. Wewe mrembo mzima unatumia mafuta haya natia ukoko hivyo kichwani. Sasa shoga yangu unitumia mafuta gani? Hata kama lakini sio kwa mafuta hayo. Natia ukoko hatari. Hebu nichane taratibu. Wewe naye. Haya tulie upendeze. Mrembo mzima unatumia mafuta haya natia ukoko bwana. Kila mtu na uwezo wake. Jiendekeza tu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Shoga yangu, si nimesha kuja. Mabana naye mwachana naye. Tuendelee. Shida yako usuke upendeze? Nataka nisuke nipendeze tu. Basi tulia. Achana naye. Gangu. Njoo mara moja. Haya. Sitakuta mumeo au? Haya, shika dakika moja. Niambie. Gangu. Yaani sijategemea kwamba nitaenda kazini mpaka narudi. Yaani mpaka muda huu sijakuta chakula ndani. Maana yake kwa ufupi hujapika. Shida nini haswa? Mangu Melo nimeamka sijisikii kupika kabisa. Yaani sikiliza mangu. Si umetoka kazini? Utakuwa una hela. Cha kufanya baadaye nenda zako hapo nyuma kwa bonge. Nenda kanunue chips ule. Melo sijisikii kupika mume wangu. Gangu. Yaani kwa mwanamke mwenye nidhamu kwa mume wake. Yaani hapaswi kuzungumza hayo maneno. Yaani mimi sikutarajia kama hayo maneno nitasikia kutoka kwenye kinywa chako. Nafikiria wewe mke wangu unafahamu sisi kazi zetu tunazofanya. Kwamba ni kazi ngumu mzito. Sawa? Nilitegemea kwamba naenda kazini narudi nitakuta chakula tayari nile ili maisha mengine yaendelee. Lakini mpaka muda huu bado hujapika. Alafu pia isitoshe ukizungumzia habari ya chipsi
chips si ulaji wa kwa labda mtu kaenda kazini kahenyeka huko kafanya makazi mazito. Eti anakuja hapa akikitaka ale chips. Alafu mke wangu, chips si ulaji, chips ni kiburudisho tu. Yaani ushaenda na safari zako umetamani, unaenda kununua, unakula. Lakini sio kwamba ni ulaji wa kwa mtu unategemea ushakwenda makazini huko ushafanya makazi mazito, eti ndio unakuja kula chips. Kweli? At least angalau mke wangu ngeniambia mimi nilikuwa naumwa, siwezi naumwa, basi ningekuelewa. Lakini napita hapo na kukuta unamsuka mtu manake hata ile kuja kunipokea tu mkoba umeshindwa. Sasa mume wangu, nishakwambia sijisikii kupika. Yaani hapo ndo ushaanza kuongea. Yaani baba wewe ukianza kuongea umezi hata mate. Umekaa kaka seti mbovu. Alafu sikiliza mume wangu, nina mgeni pale nje. Kwa heri. Ushachelewa. Na babu, na begi. Sasa mwanangu, ni mama yako leo hapa sina hata pesa, sawa? Ila ukirudi nitajitahidi nitakuacha pesa. Bye. Masomo mema. Bye. Hivi saa ngapi hadi sasa hivi umelala? Saa 4 sasa hivi, ofisi haina mtu. Kazi yako kuingia Instagram kutoka, TikTok kutoka, WhatsApp kutoka. Hivi kweli kwa hali yako tutasoboa kweli? Mfanye uamke. Sawa dada, nimekuelewa. Nitaamka, nitaenda. Osmani! Osmani! Shem. Osmani we! Shem. Mjo! Shem. Chanje kuni. Lakini Shem, sijui labda kama utakuwa umesahau. Mimi juzi tu nimetoka hospitali kwenye vipimo. Asa nimeambiwa nisifanye kazi ngumu na sasa hivi unaniambia nichanje kuni. Kwani kula sio kazi ngumu? Mbona kula unakula? Kuni kushindia nini? Lakini Shem, unajua unakosea. Mimi nimeambiwa nisifanye kazi ngumu. Na kuuliza tena, kula sio kazi ngumu? Njoo chanje kuni. Yaani hapa uchanje kuni ndo ule. Huwezi asiyefanya kazi na asile. Unanisikia? Chanja kuni ule. Hutaki? Usichanje kuni usile. Shika. Shika bana. Hebu. Chanja kuni, acha uvivu.
usogee mie. Wewe naye nini uvivu? Tuwechanja kuni hiyo. Ah. Hebu chanja ukuacha uvivu. Chem. Nini bana chanja kuni hiyo? Chem. Kazi uvivu tu. We. Osman, Mungu! 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 Nini mke wangu? Njoo. Vipi? Sasa kwani wewe mke wangu kwani hujui huyu matatizo yake si shamba asifanye kazi mzito? Mume wangu mimi nilikuwa nachanja kuni. Nipishe. Ukifika ukikuta melala nikurupushe, usijali usiogope wala niamshe, michezani pita na kwa rara wainiguse, kama mbezi ndo tupo kimara usinishushe. Mbona sinaga elimu, mwanafunzi mbele ya mwalimu, umenipasha huku vichwa litupu mwenda wazimu, usimalize mbinu, wewe kwangu ni tunu, kisamvu nitwangie kiduchu, kama ni supu imepata ndimu. Sihemi sipumui, mtaanzia wapi? Maneno yako yananilemaza, hata sijui wayatolea wapi. Mapenzi yako yananipumbaza. Unajua bro, yani jinsi ambavyo anajiona hali yangu sasa hivi, naona hali imekuwa ni mbaya, hali imekuwa ni tete. Yani sijui kama nitaweza kusurvive kwa muda mrefu sasa hivi. Osman mdogo wangu. Hebu usikate tamaa, angali bado uko duniani. Fahamu kwamba bado Mungu hajakusahau. Hebu usikate tamaa. Kuwa na subira. Fahamu kwamba kaka yako sina rasilimali yoyote ambayo inaweza ikanifanya nikauza labda nikaweza kutatua haya matatizo ambayo kunayo, zaidi ya hili banda ambalo nipo nalo. Kwa hiyo hili banda ambalo tupo nalo tutaliuza, alimradi tu tuweze kutatua hii changamoto ambayo iliyokuwepo. Unajua bro, mimi nacheka kama mazuri, lakini yani bro, ukitathmini na ukipiga mahesabu, ili banda ambalo tuko nalo hapa ndani linaweza likafika kweli milioni 60. Ni kweli unachokiongea. Ile banda haliwezi kufikia thamani ya milioni 60. Limezidi pengine ndio momo 10, 15, halizidi zaidi ya 20. Lakini hapo padogo ambapo tutakuwa tumepata, tutaanzia hapo, alafu tukiangalia Mungu kitu gani atatuletea hapo mbele. Mimi naamini bado Mungu hajatusahau. Nafahamu kwamba matatizo ya figo si matatizo madogo. Lakini hapo padogo tutakapopata, tukatumia alimradi tu tukiangalia mbeleni tutafanya nini. Unajua bro, mimi sio kama nakata tamaa mapema, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda na jinsi ambavyo najiona, zibaki tu rehema za Mwenyezi Mungu. Sikiliza mdogo wangu. Mimi najua kwamba matatizo ya figo si matatizo madogo. Mimi nakuomba vuta subra na kuwa mstahimilivu. Usisahau kuomba dua kila wakati. Sawa?
Asalamu alaykum. Unisikii? Mamu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Mamu, kutokana na hali leo nimeamua kuja hapa kuja kumchukua mwanangu sababu ni damu yangu, halafu hata nafsi yangu inanisuta. Kwa hiyo nimeamua kuja kumchukua mwanangu leo. Mtoto. Ndiyo mwanangu. Damu yako wewe. Damu yangu mimi haya. Kwa hiyo damu unaijua leo? Ndiyo. Yaani wewe umeondoka hapa mtoto anasuta. Tena ni mgonjwa. Nimehangaika mimi mwenyewe mpaka pale alipofikia. Huwezi kujua mangapi mimi nimeyapitia. Nimeuza kila changu nilichokuwa nacho mpaka mtoto pale anafikia vipi. Leo unakuja unamtaka mtoto. Mamu, ile ni damu yangu, alafu tena mimi nafsi yangu inanisuta. Kwa hiyo ninachokuomba mimi nakuja kumchukua mwanangu tu niondoke naye, wala sija kulumbana na wewe. Unataka mtoto? Nataka mwanangu. Kirahisi tu unatoka huko katika. Mamu, tafadhali nakuomba, nataka mwanangu niondoke naye. Subiri. Tunataka mtoto. Nataka mtoto wangu. Katikati ya kimya moyo unalia, sauti ya penzi inanisumbua, machozi yakitoka sababu hisia, sauti ya penzi inanisumbua.